Oya mwanangu, dondosha kila kitu unachofanya sasa hivi. Hii sio chai ya rangi, ni ubuyu wa hatari uliolipuka ghafla kijiweni. Mambo vipi mdau wa Hamasa? Kama kawa, leo mwanangu, ule mchezo wa kuigizia hospitalini umeisha na msafara wa siri umeingia msituni. Hakika mambo ni moto. Kaa mkao wa kula upokea dondoo kamili. Mambo yalianza hospitalini mwanangu. Devran alikuwa amemkazia daktari macho kama anataka kumpiga. Akawa anafoka, "Oya dokta, miezi 9 imeisha. Mbona huyu mtoto hatoki? Kuna tatizo gani mwanangu?" Dokta akacheka kwa upole. "Tulia Devran, kila kitu kiko safi kabisa. Zimebaki wiki 2 tu, yani siku 14. Devran akaanza kupiga mahesabu ya haraka. Siku 2 mbele, siku 3 nyuma. Itagongana na siku ya kuzaliwa mke wangu Azize. Nataka kumpa surprise ya kufa mtu. Azize kusikia hivyo, homoni zikapanda, akaanza kulia kwa mahaba. "Mume wangu, kumbe ulikuwa unanifikiria mimi?" Devran akajibu, "Kama kawa mke wangu, tunaenda likizo ya karavani. Tushamaliza kila kitu." Lakini mwanangu, kabla hawajaondoka, mzee Hashmet Kilich akasimama katikati ya mlango kama golikipa. Akasema, "Oya, hamna mtu anayeondoka hapa. Huyu mtoto hatoi mguu wake nje ya hili jiji. Atabaki hapa na baba yake." Yusuf akasema, "Mzee, tunaenda siku 2 tu." Hashmet akagoma, "Mtoto anahitaji maziwa ya mama, na hapa kuna akina mama wengi. Hata mimi naweza kumnyonyesha mkiacha maziwa mliokamua." Kijiwe kizima kikacheka kinoma. Yusuf akashika kichwa, "Toba ya Rabi, baba unaongea nini? Umepitwa na wakati mwenzi wangu." Bibi akamnyang'anya mtoto, "Wewe Hashmet umeshapata ukichawa uzee, waache watoto waende." Wakati msafara unapakia mabegi kwenye gari, yule mbea wa mahala Sadet akatokea ghafla. "Oya Zeliha, mnahama nini? Mbona mabegi mengi?" Akafokewa, "Oya Sadet, rudi ndani kabla sijasambaza ubui wako. Hii ni likizo ya siri, nenda katangaze mtaa mzima." Magari yakawaka, barabara ikanyooka mwanangu. Ndani ya gari, Azizi alikuwa analalamika, "Devran, najihisi nina uzito wa tani 100, alafu huku nje ni giza, hakuna vibao vya barabarani. Tunaenda wapi? Mbona siri sana?" Yusuf akasema, "Hata mimi sielewi mwanangu, naendesha tu gari kufuata upepo." Kila mtu akabaki njia panda. Ghafla, gari kasimama. Kumbe Devran amewapelea kwenye ule msitu wa asili yao. Jemo akatokea mlangoni akatabasamu, "Karibuni kwenye nyumba ya asili yetu, ngome yetu." Zeliha akaanza kulia kwa furaha, "Tumerudi nyumbani kwa baba yetu, bila uoga, bila kujificha." Jemo akacheka, "Nimeshajenga mizinga ya nyuki, tuna kuku na kondoo. Hapa ni amani tu." Wakati wanatembea msituni kuelekea kwenye mizinga ya nyuki, Jemo na Melis wakatazamana kwa mahaba makali. Jemo akasema, "Oya viongozi, tuna jambo letu tunataka kuwaambia. Huyu hapa pembeni yangu sio Melis Kilich tena." Yusuf akashtuka, "Ati nini mwanangu?" Melis akatabasamu kwa aibu, "Sisi tushafunga ndoa ya siri. Mimi sasa hivi naitwa Melis Karabaa." Azizi akapiga kelele ya dharura, "Oya, mmetufanyia siri kiasi hiki? Sherehe mlikula wenyewe?" Jemo akajibu, "Tulitaka amani yetu wenyewe bila kuingiliwa na mtu." Azizi akapooza mzuka akasema, "Mmetisha kinoma. Kuanzia leo, ishi kwa ajili yenu, sio kwa ajili ya mtu yoyote." Baada ya hapo, Azizi kwenye lile kaburi la mfano la baba yao akasema, "Baba, usiwaze baba. Wahalifu wote wapo jela. Sasa hivi tunajenga upya himaya yetu kwa amani." Mwanangu, dondoo ya leo inatufundisha kitu kimoja cha maishani. Huwezi kupata dira sahihi ya maisha yako kama hujui wapi ulipotoka. Wakati mwingine inabidi uache kelele na jiji, urudi kwenye mizizi yako ya asili ili kupata amani na utulivu wa nafsi. Oya mdau wa Hamasa, unadhani mzee Hashmet Kilich akigundua kuwa Melis ameshaolewa kwa siri na Jemo bila mahari yake, atakuja msituni na bunduki au atakubali aishe kisa mjukuu? Dondosha maoni yako kwenye comment hapa chini. Kama umefurahia surprise ya Devran na ndoa ya Jemo, piga like ya nguvu na usisahau kusubscribe hapa Hamasa na kufollow akaunti zetu. Comment next, tumalizie palipobaki.